Umewahi kujiuliza, je, unampenda kweli au unaogopa kuanza upya? Karibu kwenye relationship series. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Tusonge pamoja. Leo ningependa nikuombe jambo moja tu. Usisikilize kipindi hiki kwa ajili ya mtu mwingine. Usifikirie mpenzi wako, usifikirie mume wako, usifikirie mke wako, usifikirie ex wako. Leo sikiliza kipindi hiki kwa ajili yako, kwa sababu kuna wakati tunaamini tunampenda mtu, lakini ukweli ni kwamba tunachokiogopa si kumpoteza. Tunachoogopa ni kuanza maisha mapya. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniandikia ujumbe, hakutaka jina lake litajwe. Alisema, Sophie, nimekaa kwenye mahusiano kwa miaka 7. Sina furaha tena, hatuelewani tena, hata tukizungumza ni kama wageni, lakini kila nikifikiria kuondoka ninashindwa. Mwisho wa ujumbe wake aliandika sentensi moja iliyonifanya nitulie kwa muda. Sijui kama bado nampenda au naogopa kuanza upya. Nilisoma ujumbe ule, niligundua si yeye peke yake. Kuna maelfu ya watu wanaoishi maisha hayo. Kila siku wanaamka, wanaendelea na mahusiano, lakini ndani ya mioyo yao kuna swali moja: je, bado ninampenda huyu mtu au nimezoea tu uwepo wake? Kuna tofauti kubwa sana kati ya upendo na mazoea. Mazoea yanaanza pale ambapo unaanza kuamini kuwa huwezi kuishi bila mtu fulani, si kwa sababu anakufanya uwe na furaha, bali kwa sababu umezoea uwepo wake, umezoea sauti yake, umezoea ratiba yake, umezoea hata ugomvi wake. Na ubongo wa binadamu unapenda vitu alivyozoea, hata kama vinamuumiza. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kubaki sehemu inayomuumiza kwa miaka mingi, si kwa sababu hana uwezo wa kuondoka, bali kwa sababu hajawahi kuishi maisha mengine. Jiulize swali hili: kama ungekutana na huyo mtu leo kwa mara ya kwanza, ukiwa na akili, uzoefu na busara ulizonazo sasa, je, ungechagua kuanza naye mahusiano? Ukijibu swali hilo kwa uaminifu, unaweza kupata jibu ambalo umekuwa ukilitafuta kwa miaka mingi. Lakini pia nataka nikuonye, usikimbilie kuachana na mtu kwa sababu tu umejisikia vibaya baada ya kusikiliza kipindi hiki. Mahusiano yote hupitia vipindi vigumu. Kuchoka si mwisho wa upendo, migogoro si mwisho wa ndoa, makosa si mwisho wa safari. Lakini pia kuvumilia hakumaanishi kuendelea kuumia bila matumaini ya mabadiliko. Ndio maana kila uamuzi mkubwa unahitaji hekima, mazungumzo na kutafakari kwa kina. Wakati mwingine kile kinachokufungua si upendo, ni hofu. Hofu ya kuanza tena, hofu ya watu watasema nini, hofu ya kulea watoto peke yako, hofu ya umri, hofu ya kutopata mwingine. Lakini kumbuka, hofu ni ushauri mbaya sana wa kufanya maamuzi ya maisha. Ningependa kukuacha na swali moja leo. Je, unaendelea kushikilia mahusiano kwa sababu yanakupa amani au kwa sababu unaogopa maisha bila hayo mahusiano? Usikimbilie kujibu. Lifikirie, liandike, litafakari, kwa sababu wakati mwingine jibu la swali moja linaweza kubadilisha maisha yako yote. Na kabla sijaondoka, ningependa kukualika katika sizoni hii. Nimeamua kukusanya maswali yenu mengi zaidi, na baada ya vipindi 10 nitakwenda kukutana na Mama Eshe. Ni mwanamke mwenye busara nyingi za maisha, ndoa na familia. Tutakaa naye chini, tutazungumza na tutajadili na tutajibu yale maswali magumu ambayo pengine hata mimi nimeshindwa kuyajibu peke yangu. Kwa hiyo kama una swali kuhusu mahusiano, ndoa, familia au maisha ya kila siku, usisite kuliandikia kwenye maoni. Huenda swali lako likawa sehemu ya tafakari ya Hidden Gold pamoja na Mama Eshe. Mpaka wakati mwingine, linda moyo wako, linda busara yako, na kumbuka, mapenzi mazuri hayaanzi kwa kumpata mtu sahihi, huanzia kwenye kujielewa wewe mwenyewe. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Hii ni relationship series and family. Tukutane kwenye kipindi kijacho.